Reka dusabe muvyeyi wacu. Acha tuombe mzazi wetu Asike hano mu cyubahiro cyiwe. afike hapa na heshima yake. Na makofi mengi sana sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Uchigwa twumvise ejo Somo tulilosikia jana ili twumvise ubonyene ku mukozi w'Imana ciya na hili tulilosikia sasa hivi kwa mtumishi aliyepita. yakozwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye aliyesema Uko mwebwe kwa sababu ninyi abana b'Imana ni watoto wa Mungu, mutegerezwa kumviriza Imana ikivuga. inawabidi kusikiliza Mungu anavyosema. Utumva Imana ivuga, asiyesikia Mungu anavyosema, wose w'Imana, huyo sio wa Mungu. Ulikuranyumva ikirundi kikondako, unasikia lugha anayotumia. Utumva Imana, atumvijwe ry'Imana, wose w'Imana. Asiyesikia sauti ya Mungu, huyo sio wa Mungu. Kuko intama zimenya shebuja, kwa sababu kondoo wamfahamu baba yao. N'imyagazi myinshi y'ibiko kiri ngaho, nyina akavuga harya, ikimenye ijwi rya nyina wiwe itegezwa kulimenya kuko imuzi. Hata ndama wakiwepo pale, wakisikia sauti ya mama yao lazima wamuelewe kwa sababu wanamfahamu. Mwebwe rero mwaje kumviriza Imana. Ninyi mmekuja kumsikiliza Mungu. Imana yatanguye kuvuga. Mungu alianza kusema iciye mu baririmbi, kuanzia katika waimbaji n'abakozi b'Imana na watumishi wa Mungu hapa, kandi babandanya kuvuga. na Mungu anaendelea kusema Kuvuga iciye muri twebwe abakozi, kwa sababu anasema kupitia kwetu watumishi wake. Tumva ico tuvuze, kama hamtasikia tunachosema, ni Imana tutezwa kuyumva. Hata Mungu hutamsikia. Hakuna. Ntibishoboka. Reka dushishikane n'ijambo ry'Imana. Acha tuendelee na neno la Mungu. Nimba umwana yovuga buhoro buhoro, shishikira buhoro mugabo wumviriza. Kama mtoto atasema kidogo kidogo, mnyamazisha kimsikilize. Nakanya gatoya gusa. Ni muda mfupi tu. Tuce kwisubirira hariya muri Chicago. Alafu turudi kule kwetu Chicago. Nakusabye rero kakanya tukoresha. Naomba muda huu tunaokwenda kutumia ukakire, upokee, ufumutwara n'ijambo nari. At least uchukue hata neno moja. Kwa mimisi yose utonda mu rusengero, huwezi kuja siku zote kanisani. Imana ivuga, Mungu ananena, ikavuga iciye mu bakozi, ananena kutumia watumishi. Ugataha ukonyene nawe no kubaza ati wumvise iki? Nani jambo nari mwe womba. Unarudi nyumbani hivyo, hata kama nikikuuliza umesikia nini, uweza kunijibu hata moja. Ilipira vuga leo. Mungu ananena sasa. Imana idutumye hano nijoro. Mungu alipotutuma hapa jana, twaravuze ijambo ry'Imana. Tulisema neno la Mungu. Kandi twumvise byinshi. Na tulisikia mengi. Wene ya kurugomero, kuanzia kule Jordan, naha mu rusengero nyene, hata hapa kanisani. Twaravuze ijambo ry'Imana ry'umuri wego birabana n'umubatizo wa Yohana. Tulisoma neno la Mungu juu ya ubatizo wa Yohana. Turakubwira Yesu yabatijwe. Tukasema jinsi Yesu alivyobatizwa. Nabo babatijwe. Hata hao waliobatizwa. Tukasema yaliyotokea. Dushitse hano mu rusengero. Tulipofika kanisani hapa, hari abantu bake cyane. Walikuwepo watu wachache sana. Nagomba nsubiremo gatoya. Taka nirudie kidogo. Cheko majambo twavuze cyo kukoresheje bayo. Nipitie muhtasari wa mambo tuliyosema jana, maana wengi hawakusikia. Wewe waliumvise. Wewe uliyesikia, uyoborera batayumvise. Usiwapigie kelele wale ambao hawakuyasikia. Akanya bavyumva abantu. Wape muda nao wasikie. Jambo ry'Imana twavuze nijoro. Neno la Mungu tulilosema jana, twarisomye mu gitabo c'abami ba kabiri. Tulisoma katika Wafalme wa pili, igice ca mbere, sura ile ya kwanza. Turasoma ku murongo wa kugeza 17. Tulisoma mpaka 17. Tisubirayo gusoma. Sirudi kusoma. Kuko iryo si jambo ry'uyu munsi. Maana hilo sio neno la leo. Gomba nchemo gusa. Na pita kwa muhtasari kidogo. Yakuzichie mu gitabo c'Imana. Mungu alivyosema kupitia kitabu chake. Umukozi w'Imana Eliya, tumishi wa Mungu Eliya,
yagendana n'ubundi yitwa Elisha. Alikuwa pamoja na mwingine aliyeitwa Elisha. Hano Elisa, na huyo Elisa yasa nuko ari umukozi wa Eliya. Alikuwa ni kama mtumishi wa Eliya. Aho Eliya hose yaja, pale pote Eliya alipoenda, niho Elisa yabari. Ndipo Elisa alikuweko. Agize chakora, kama natenda kitu, Elisa yachabona ico Eliya alikuwa arakora. Elisa alikuwa anaona kile Eliya anachokitenda. Eliya komvye ikintu, Eliya kitaka kitu, yachatuma Elisa. Alikuwa anamtuma Elisa. Kandi Elisa yaramugamburukiye. Na huyo Elisa alikuwa anakubali. Nakomba ngubwire mukozi w'Imana. Taka nikwambie mtumishi wa Mungu. Muri iki gitabo, katika kitabu hiki, nakomba ngubwire akamaro. Taka nikuambie manufaa ko kuwa hafi y'Imana. Ya kuwa karibu na Mungu. Akamaro. Faida. Ko kuwa hafi impande y'umukozi w'Imana. Ya kuwa karibu na mtumishi wa Mungu. Akamaro. Faida. Ko kuba impande ya pastor. Ya kuwa karibu na mchungaji. Akamaro. Faida. Ko kuba impande ya mwalimu. Ya kuwa karibu na mwalimu. Akamaro. Faida. Ko kuherekeza umwungere. Ya kumsindikiza askofu. Akamaro. Faida. Ko kwa muri hafi y'umukozi w'Imana. Ya kuwa karibu na mtumishi wa Mungu kila siku. Kwa sababu mtumishi wa Mungu yakowe ni Imana, alichaguliwa na Mungu. Imana igomba ko umukozi w'Imana bumwizigirwa. Mungu anamtaka mtumishi wa Mungu awe mwaminifu. Kuko umukozi w'Imana, kwa sababu mtumishi wa Mungu akora ivyatumwe n'Imana. Anafanya kile anachotumwa na Mungu. Akora ivyatumwe n'Imana. Akifanya kile asichotumwa na Mungu. Akakora ivy'umubiri wiwe na kufanya mambo ya mwili yanayomfanya fanya ya mwili. Ivyo yize mu vy'ishure, mu vy'ubwenge. Yale aliyosoma katika shule kwa akili zake. Akakoresha ubwenge bwiwe bw'amanyama vy'umubiri. Na kutumia akili zake za mwili. Atakoresheje ubwenge yahawe n'Imana. Bila kutumia akili aliyopewa na Mungu. Achakora ivyo agomba. Anatenda yale anayoyataka mwenyewe. Uriko munyumviriza? Mnasikiliza? Uchukua ivyo ugomba. Unafanya unayoyataka. Mugabo ukorera Imana. Lakini anayemtumikia Mungu akora ivyo shebuja amutumye. Anafanya yale ambayo baba yake amemtuma. Abo bakozi bakora ivyo batatumwe, hawa watumishi wanaofanya au wanayosema wasiotumwa na Mungu, bakora ivyo wao, wanafanya mambo yao. Kandi abo sabizigirwa, na hao sio waaminifu. Kandi bakora bitabereye, na wanafanya yasiyopendeza. Kuko bakora ivyo batatumwe, kwa sababu wanafanya yale wasiotumwa. Nagomba jambo janje uyu munsi. Neno la kwanza la siku ya leo Ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu. Tachanga na semina gato. Nitapitisha na semina kidogo kidogo. Bandazi benshi dukora ibikorwa by'Imana nta na semina tugira. Hapa najua wengi tunafanya kazi ya Mungu bila kuwa na semina. Nta mwanya mwironkera. Hampati muda. Nico gituma nchanga ngo kamwe. Ndio maana nitaweka moja. Igihe bagomvye abakozi bandi bagomvye ko bamenya byinshi bazompamagara nze. Wakati watumishi wa hapa watakapotaka kufahamu mengi wataniita nije. Nimba bagomba ko kugira semina n'abakozi b'Imana. Kama watapenda tufanye semina na watumishi wa Mungu, ndavyemeye nzoza. Nakubali nitakuja. Bagomba ko kugira semina n'ishengero. Wakipenda nifanye semina na kanisa, nzoza. Nitakuja. Imigwi yose nzoza. Agombe bahere nejo. Pande zote nitakuja, wakipenda waanzie kesho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nakuze mu gice. Nimesema kwa ufupi. Umukozi atari mwizigirwa, mtumishi asiyokuwa mwaminifu, n'ishengero n'ibikizigirwa, hata kanisa haliwi liaminifu. Haja pale ukabona umurongozi arongora nabi, ukimwona kiongozi anaongoza vibaya, n'ishengero rigenda nabi, na kanisa linakwenda vibaya. Umukozi w'ingumyi, mtumishi ambaye ni kipofu kwa kazi ya Mungu, n'ishengero lichaiku, na kanisa linakuwa kipofu. Ukugira ichukuzuru umukozi w'umwizigirwa, ili unaposema kitu kiwa mtumishi mwaminifu, batashoboja. Uliza baba yako aliyehutu uyu munsi ngoriki, kwamba leo hii niseme nini. Ureke kuja mwishamba niwe gusa, uache kwenda shamba mwake ukatagura
ugomba unakatakata yale unayoyataka hata tabi gutumye na Mungu hajakutuma. nicho gituma haziraga wakupata gomba. Ndio maana umefanya kazi jinsi Mungu asivyopenda. Anakukura kubikorwa, Anakuondoa kwenye kazi yako, anakwirukana na anakufukuza kuko ntuzi gukora kwa sababu hujui kufanya kazi. Umukozi rero Mtumishi kugira ngo abaze shebuja ili amuulize baba yake chakwiye gukora anachostahili kufanya, asenga Imana, anamuomba Mungu. Haleluya, Amen. Tuvugana n'Imana mu gusenga, tunasema na Mungu kupitia maombi. Akadutuma, anamtuma. Halina hacha mu ndoto, pengine anapitia ndoto cyangwa ndavugishwa au ananena. Haka niko ndavugishwa, hata hapa ninanena, unakubali? Yesu asifiwe. Amen. Niko ndavugishwa mu rurimi rumenyekana. Mimi ninanena kwa lugha inayofahamika. Hata abantu bavugishwa mu rurimi rutamenyekana. Wengine wananena kwa lugha isiyofahamika. Kugira ngo ugumve abako ubundi wo gusoma, ili usikie anakuwepo wa kutafsiri. Niko ndavuga mu rurimi rumenyekana. Mimi nanena kwa lugha inayofahamika. Ishengero ry'Imana mu nyumve. Kanisa la Mungu munisikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hano mu kitabu cy'abami ba kabiri, hapa katika kitabu cha Wafalme wa pili, igice cha kabiri, ile sura ya pili, umurongo wa mbere, mstari wa kwanza, haravuga ivy'ukuduganwa kwa Eliya mw'ijuru. Nasema juu ya kupaa kwa Eliya kwenda mbinguni. Eliya yaduze mw'ijuru atabanze gupfa. Eliya alipaa mbinguni bila kupitia kifo. Ali mu bantu baduze mw'ijuru nkuko Yesu yaduze mw'ijuru. Ni mmoja kati ya watu waliopaa kama Yesu alivyopaa. Kwa Yesu yarapfuye, lakini Yesu alikufa, akafufuka, hanyuma mw'ijuru, baadaye akapaa mbinguni. Kwa Eliya tuvuga, lakini Eliya tunayemsema yari umukozi w'Imana umwizigirwa ku Mana, alikuwa ni mtumishi wa Mungu mwaminifu kwa Mungu. Mungu alimchukua mbinguni bila kufa. Yabonye kuzimu, hakuionja kuzimu, yaduze mw'ijuru, alipaa mbinguni imbona nkubone, uso kwa uso. Eliya ali bakuye ahantu bitigeri Gilugari, alikuwa ametoka sehemu inayoitwa Gilugari, alikumwe na Elisa, akiwa na Elisa. Hanyuma rero Gilugari, walipofika Gilugari, ali bagiye ahantu biti Beteli, walikuwa wameenda sehemu inayoitwa Beteli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bakuye Gilugari, walipotoka Gilugari, Eliya mkozi w'Imana, mtumishi wa Mungu, tena nabii, kandi umuvugishwa, anavuka bila Elisa, akamwambia Elisa, ndabona kutujana misi yose, naona tunakwenda nawe siku zote, kandi urazi cyo nkora, na unajua nayofanya, ariko lakini kumahano baki hapa ahibeteli, hapa Beteli. Kumahika Gilugari je uhora hantu Beteli, baki hapa Gilugari, mimi nakwenda Beteli. Elisa akasema usigara ni baki hapa, mbeka leko kwa alafu jana, mbona mwanzo tulikuwa tunaenda wote? Hadi mu mutima wiwe, hapo ni moyoni mwake, sigara ngahate, ni baki hapa kama nani? Alikuwa mapambo, alikuwa nafikiria hapa nitapata hasara, na nawe misi yose, na kuwa naye siku zote, hadi bindu yabakora babikora nkanezerwa, na siku zote anayofanya ninafurahi. Ni baki hapa. Achabwira shebuja Eliya, kamwambia baba yake Eliya, ndakurahiye, na kuapia wewe ukawe, wewe mwenyewe, ndakurahiye mwizina ry'Uhoraho Imana yanje, na kuapia katika jina la Mungu wangu, nandukana nawe, siachani nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eliya tinakundi, Eliya akasema basi, acha baragenda barajana, wakaondoka wote wakaenda, bashiki Beteli, wakafika Beteli. ashitse Beteli, alipofika Beteli, hari habiga ivy'ufuvugishwa n'Imana, walikuwa watu wanaojifunza juu ya kunena. Urazi ko bavugishwa nabo bigishwa, mnajua kwamba wanenaji katika roho nao wanafundishwa, nyamara bubu data numva ngo umaze kukuroha mwemu kakugishwa ndukeneye ukuvugisha, lakini watu wa sasa wanasema ukishapata roho na kuanza kunena, abadakenera mwalimu, wengine hawamhitaji mwalimu, abadakenera pastor, hawamhitaji mchungaji, jewe nigishwe n'Imana kama ndanigisha, kwamba mimi nimefundishwa na Mungu, hakuna mtu anayenifundisha. abo ni murabo, hao si wapo, ni baliyo wapo. Mungulikire neza, munifuate vizuri.
abo bavugishwa baca bagenda kuri Elisa. Hao wanenaji wakaenda kwa Elisa. Kwa Elisa wewe. Wakamwambia wewe Elisa, urazi kuhora hagira pake shogo. Unajua kwamba Mungu anakwenda kumchukua baba yako? Akihora. Akawaambia nyamazeni na nyamazeni tu. Akaendelea na baba yake. Amina. 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 Amen. Amina. Barajana wakaenda ry'Imana ya shebu za Elia. Hakuondoka karibu na babake Elia. Barabandanya wakaendelea. Baragenda bashitsi Beteli. Walipofika Beteli aranga kuvana nawe. Akakataa kutoka naye, kuachana naye. Arabandanya akaendelea. Bashikani Yeriko. Wakafika sehemu Yeriko. Abwira Elisa. Akamwambia Elisa, sema hapa tupo Yeriko. Umefika muda wa kubaki hapa. Mimi niendelee kusema nimetumwa na Mungu. Akamwapia tena mara ya pili. Na kuapia Mungu aishie mbinguni. Na wewe pia nimekuapia. Sitengani nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barabandanya wakaendelea. Atunahumye kuri Yorodani. Na hivi naenda Jordan. Batarashika kuri Yorodani. Kabla hawajafika Jordan, aramubarira. Akamwambia, "Tubulero sikala hapa. Sasa baki hapa. Wewe mimi uranumye kuri Yorodani. Mungu amenituma Jordan. Ikumireka Beteli. Baki hapa Beteli." Yongera kumurahira. Akamwapia tena, "Ndakurahiye." Na kuapia, "Ndakurahiye mu izina ry'Uhoraho." Na kuapia katika jina la Mungu. No mu izina ryawe nyene. Na hata katika jina lako pia. Ntandukana nawe. Sitengani nawe. Barabandanya wakaendelea. Barajabu bashitse kuri Yorodani. Walipofika Jordan, Elia yakoreshwa ibitangaza cyane. Elia alikuwa anatenda miujiza sana. Yarafise umutabana, alikuwa na nguo, arawiyambura, akauvua. Atururuzi turujabuka gute. Akasema huu mto tutauvukaje? Aturi hafi ya Mississippi, Missouri hapa. Hapa tupo karibu na mto Mississippi. Muri mwe bwa rujabuka n'amaguru. Kati yenu kuna aliyevuka Mississippi na mguu. Ntabwo witeguye kurujabuka naho munsi. Na hakuna anayejiandaa kuvuka hata kama unajua kuogelea. Jordan nako kwali runini aho umuntu atashobora guca mu gajabo. Jordan nalo ilikuwa ni mto mkubwa ambaye mtu hawezi kupita na kuvuka. Nabiri mukamana wiwe akachukua ile nguo yake. Aukira hadi akapiga sehemu ile. Amazi acha haruguru. Maji akaenda upande. Mengine upande. Bachabarijabukira neza. Wakavuka salama. Kumusozi hari haba abavugishwa bariko bararana ibiriko birabo. Kule mlimani kulikuwepo na watu waliokuwa wanajifunza kunena, walikuwa wanaangalia yanayotokea. Bati turaba urugendo rwa Elisa na Elia yaharugarukira. Wakasema tuangalie safari ya Elia na Elisa. Batujabo kama twamubwiye ko bagiye gutandukana na Elia, mugabo ntiyavyemeye. Elisa tumemwambia kwamba anakwenda kuachana na Elia, lakini akabadilitana na Elia. Alikubali kuendelea na Elia. Aliko ntibashobora kugumana na Elia. Lakini hawezi kubaki na Elia. Asitse hakuja. Walipofika ng'ambo, Elia abwira Elisa. Elia akamwambia Elisa, "Kemuka, ndabona ko byamaze kunanena na kweli. Amba Bwana, naona imeshindikana kweli. Wase kumbi nyuma. Umekataa kuniacha kutoka nyuma yangu. Tabisha kuomba chose na kikweli. Niombe lolote unalotaka nikupatie." Wale bagomba kuyaga baganira bashira. Hapo walikuwa wanaongea, "Sabicho kuomba takikuwe. Niombe chochote nitakupa. Uko ngiye kutandukana nawe. Kwa sababu naenda kuachana na wewe." Elisa aliyumbira. Elisa akajifikiria, umukozi w'Imana twabanyekera, kwamba mtumishi wa Mungu nimekuwa naye muda mrefu. Kugira tutandukane nawe, ili tuachane naye. Bega no musabiki. Ni muombe nini? Kugira ngo ndagisigarane. Ili nibaki nayo. Iya mutuma ya musabati ngombinka. Kama angemuomba kwamba anataka ng'ombe. Yali kumuha amararo y'inka. Simenya Kiswahili ngene bakiraro y'inka. Inka nyinshi. Angempa ng'ombe wengi. Yagomba bomba ndamusaba imiduga 10. Kama angemwomba gari 10 cyangwa ndege au ndege, Elia yali kumuha. Elia angempa. Aliyumvira, akafikiria, echo kusaba mkozi w'Imana. Kile ninachokuomba mtumishi wa Mungu, ndagusabye umbi imigabane ibiri gusa. Ingabire
ufise ingabire zibiri gusa, ingabire zibiri muzu ufise ndazisigara. Unipe karama mbili kati ya karama ulizo nazo nibaki nazo. Kuko yari yamubonye kwa afise karama nyinshi. Kwa sababu alikuwa ameona kwamba ana karama nyingi. Yarakiza abarwayi. Alikuwa anaponya wagonjwa. Amagumba shebana fyara. Waliokuwa hawazai walikuwa wanazaa. Tutakorera muri Eliya. Ayo yalifanya katika Eliya. Kwa sababu walikuwa na karama nyingi. Elisa nawe yaramuona. Elisa naye alikuwa anamuona. Ibaye gutyo kwa hivyo aramubara ni wabona igihenza tukutandukana. Akamwambia kama utaniona nitakapoachana na wewe, ukabona ingene ntandukanye nawe, ukiona nitakapotengana na wewe, nikubere uko wewe uvyumva, iwe kama unavyotaka mwenyewe. Ukabona utambonye, lakini kama hutaniona ibibagusha haitakuwa. Olero ngira yasabira ku mutima Elisa ati ahapakene ntabonye. Hapo Elisa alikuwa anaomba kimoyo kwamba labda ataondoka bila kumuona. Ati umuntu gutandukana nawe ni musezerane ni ngorane. Kwamba vile mtu kutengana naye usipoagana naye ni shida. Alifyo hombaga. Kuna yale unayopata hasara. Niyo uzumufya yera kwa yekeru tamanye hande kwa sezero ubona. Hata unapofiwa na mzazi wako usipokuwa karibu naye na kumwaga, nacho hato huwezi kupata urithi. Kama hauko pamoja na mzazi na kuwa na kumsaidia upati urithi. Ndivyo ilivyo. Agashuru ukagonyeleka chakava mwijuru. Ikatoka mbinguni kitu kama umeme. Eliya anyakukatoka mwijuru. Eliya akachukuliwa kwenda mbinguni. Umutamana Eliya bali watumutibukana. Ile nguo aliyoivaa ikaanguka. Ugaragiye. Huyo ameondoka. Elisa tikumanzika zige no umutamana. Elisa akasema acha nikunje hii nguo. Alinaho yomfashe wahora wambaye na wenyene wanamufasha. Wenda itanisaidia hata aliyekuwa ameivaa ilikuwa inamsaidia. Eliya azakukabanga na azayaduze mwe. Eliya ameshaondoka kwenda mbinguni. Elisa sigara wenyene. Elisa kabaki peke yake. Abiki byo kuvugishwa baliko barabara. Waliokuwa wanafundishwa kunena wanaangalia ati subiri nyuma kute. Angalia nitarudi nyuma kivipi? Urugendo kwanze rukaruke hano. Safari yangu imeishia hapa. Asubiri nyuma leo. Akarudi nyuma. Raba kwa ruzi Yordani kwa maze kutera. Kaangalia ule mto Jordan umeshaungana. Komanda migenzo kwa tabucha ya weekend. Acha nitumie kama baba yangu alivyokuwa anafanya. Ilokwize. Akawa na imani. Uliwe yarasigaranye kintu. Ndani yake kulikuweko na kitu. Ingabire za Eliya yarasigaranye. Karama za Eliya alikuwa amebaki nazo. Uwezo wa Eliya walikuwa amebaki nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatawa mutamana wiwe. Akachukua ile nguo yake. Akupita haha kuli Yordani. Akapiga juu ya maji ya Yordani. Achaona hakenze kuko vya kumechangea. Akaona imefanyika kama alivyokuwa na Eliya. Acharajabuka. Akavuka. Achahumutse. Akapita kumekauka. Arashika hakuja Yordani. Akafika ngambo ya Yordani. Abigishwa ati noneho Elisa wa kabiri, Eliya wa kabiri turamurose. Wale wanafunzi wakasema Eliya wa pili tumempata. Abigishwa byo kuvugishwa acha baramanuka gusanganira Elisa. Wanafunzi walikuwa wanajifunza kunenaji wa ile karama alionayo na utuikoreshe na uitumie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa ndababwira shengero nyingi. Nataka niwaambie kanisa la Mungu, wakozi b'Imana, watumishi wa Mungu, pasitori, wachungaji, wa injilisti, shengero, wajumbe wa kanisa, diakoni kazi, mashemasi na mashemasi wengine na kanisa. Kulikira wakozi b'Imana, wafuateni watumishi wa Mungu. Wanachowaambia tutende bafise bayikuye ku Mana. Wanachosema tulitumie kwa basenga Imana. Wakati wanamuomba Mungu kukoreshwa n'Imana. Inabidi watuwe Mungu. Ikimani babwiye. Wafanye Mungu anavyowatuma. Kwa sababu wamemuuliza Mungu. Basenga Imana ikababwira itigere. Wanamuomba Mungu na Mungu anamwambia nendeni. Ukoza ndasenga Imana. Lakini mpite siyaomba Mungu. Ndasenga Imana. Mjumba siyaomba Mungu. Ndasenga Imana. Tumisha siyaomba Mungu. Weza ndasenga Imana. Tumisha yote siyaomba Mungu. Anatenda nawe. Wakati hizi makanisa ni mengi. Hawakufundishwa na Mungu. Inabidi wafundishwe na Mungu.
abidi kuongea na Mungu. N'abakozi b'imenye n'abarongoye ntibashobora kumenya ivy'Imana. Hata wale wanaoongoza hawezi kujua ya Mungu. Umwigisha nawe ntababwira ivyo Kwa sababu hata mkufunzi hawaambii aliyotoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingabire nyinshi, karama nyingi n'ishengero ndani ya kanisa zaragiye, zimepotea. Mu bakozi ndani ya watumishi zaragiye, zimepotea. Mu gipasitori katika uchungaji zaragiye, zimepotea. Walimu katika walimu zaragiye, zimepotea. Gizigirwa ntabwo kiriho, uaminifu haupo. basigaye bakoresha umubiri gusa, wanatumia miili yao. Jewe ndashoboye, kama mimi naweza. babazo babatumye hawamuuliza aliyowatumye, ntibigirira umwanya wo kumubaza, sababu hawana muda wa kumuuliza. Siko kimeze no, sivyo ilivyo. Mwe murafise umwanya wo kubazima, nyinyi mna wakati wa kumuuliza Mungu. Nta mwanya mufise, hamna muda. Ufise umwanya wo kurondera amafaranga gusa, mna muda wa kutafuta pesa tu. Ufise umwanya wo gusenga Imana, hatuna muda wa kuomba Mungu. Ntibigera baronka akanya nako kubazima, watumishi hawapati muda wa kumwomba. hadi saa nimwe bamara imbere y'Imana ngo hawezi kuchukua hata saa moja mbele ya Mungu kumuuliza Mungu. Ingabire zaragiye, karama zimeondoka. bakwiye gufurura ingabire, inabidi tufufue karama kugira ngo dukorane Imana neza, ili tumtumikie Mungu vizuri. Imana tumuombe, tumtumikie Mungu. Nico gikwiye abantu bumvira Imana. Hiyo ndio sahihi wanaomsikia Mungu. Halo. Reka turabe ijambo ry'uyu munsi. Sasa tuangalie neno la leo. Aho hari nijoro, hapo ilikuwa ni jana. Unao turabe mu gitabo cha Ayubu. Sasa tuangalie katika kitabu cha Ayubu. Ijambo ry'uyu munsi, neno la leo. Tabira mu gitabo cha Ayubu. Angalia katika kitabu cha Ayubu. Amajana 611 na 4 page. Kana turi mu kurangiza. Na hapa tunakaribia kumaliza. Nibaza kutabuzi cyo watoye muri majana. Nadhani umepokea lolote lile. Tabira Yobu 42. Yobu 42. Turabe ku murongo w'indwi. Angalie mstari wa 7. Ni Imana yampaye kugira ngo tuvugane namwe. Ipo Mungu alinipa kuongea nanyi. Yobu amajana 614. Yobu katika kitabu cha Ayubu, katika kitabu cha Ayubu amajana 614. Ni sura 640 sura mstari wa Biblia huu. Ukurasa wa 642. Ikigabo umurongo Ayubu igice cha 42 umurongo w'indwi. Dusome Ayubu 42 umurongo w'indwi, dusome sura 42 mstari wa 7. tusome. Imana ihambarira babakunzi ba Yobu. Nukoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo, Uhoraho abarira Elifazi w'Itemani, ati uburake bwanje burakuziriringiye, mwe n'abagenzi bawe bombi, kuko mutambuze kw'ibiroranye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. None rero nimwijanira amashuri ndwi n'imfizi z'intama ndwi, muje ku musavyi wanje Yobu mwitangire ibimazi vyoswa, kandi umusavyi wanje Yobu azobasabira, kuko ari we nzokwemera, kugira ngo noye kubagirira inkuru nguvy'ubufu bwanyu bumeze, kuko mwambuze kubitaroranye, kuko umusavyi wanje Yobu yagize. Nuko Elifazi w'Itemani na Berudani w'Ishuhi na Zofari w'Inayama baragenda bagira nk'uko Uhoraho yababariye, maze Uhoraho yumvira ugusenga kwa Yobu n'aya majambo y'Imana. Ni haya maneno ya Mungu. Kandi nakindi gice dusoma, na hatutasoma aya nyingine. Dufise ibice by'icyo twikora no musi vyinshi. Tuna yale tutakayoyafanya mengi siku ya leo. Nagomba wa muntu we umburikirane gatonya. Nataka we mtu unifuate kidogo. Ahantu hapa havuga, nasema hivi, ingene Yobu
jinsi Ayubu, hari abantu baciwe amande. kuna watu waliotozwa faini. Wakutanga eba imani inacha amande. Unaweza kusema Mungu anatoza faini. Hari abantu baciwe amande. Kuna watu waliotozwa faini. Uti baciwe amande gute? Walitozwa faini kivipi? Ayubu ya muntu w'Imana. Alikuwa mtu wa Mungu. Satani avugana n'Imana. Shetani akaongea na Mungu. Asaba Imana kugira ngo Ayubu ageragezwe. Akamwomba Mungu ili Ayubu ajaribiwe. Au Satani leo hapo Shetani Imana bahuriranye naho bakozi b'Imana bari bakoraniye. Shetani alikutana na Mungu pale watumishi wa Mungu walipokuwa. Tukoraniye tukufikia Imana kesho. Najua tunapokusanyika tunaongea mambo ya Mungu mara nyingi. Satani lazalera Imana. Shetani akaja akasema Mungu, turavuga ngo abakwizeye abagukorera. Unasema wanaokuamini na kukutumikia. Kwa bagukorera wanakutumikia uko wabagiriye neza. Kwa sababu mwafanyia vema. Ibintu Ayubu afise mambo utajiri alionao Ayubu. Na kwemera ngakusenga nkizera. Hata mimi naweza nikakubali nikaamini. Meze nkayo nikiwa kama Ayubu. Ayubu ulimpa binti. Ukampa ukampa ng'ombe wanaolima. Ukampa binti. Vitu ni vingi Yobu alivyo navyo. Sasa ataachaje kukuamini? Mungu akasema sivyo ilivyo. Ayubu ni mtu anayekuwa ni mtiifu mbele za Mungu. Shetani akasema acha nimjaribu nione kama hata kuasi. Mungu akasema nenda mugabo, lakini roho yake usiguse. Nenda ujaribu yote unayoyaweza. Katika Yobu. Najua Yobu hata nikana na mfahamu. Tuwe na uaminifu ndani ya Mungu kama Mungu alivyomwamini Ayubu akasema na mfahamu Ayubu. Kuna majaribu watu wa Mungu. Watu wa Mungu. Waombaji. Maaskofu na mapastori. Maaskofu na wachungaji. Wanaweza kuanguka majaribu. Mnaenda na kuwatukana. Ya Mungu. Hiyo ni Imana. Acha huyo mtenda dhambi. Acha ugue ni Imana na sema. Haombi Mungu. Kuna majaribu yanakuja kwa mtumishi wa Mungu. Imana alileka Yobu. Mungu akamwacha Ayubu. Shetani akaenda kwa Yobu. Shetani akaenda kwa Ayubu. Bana baraka. Watoto wakafa. Ng'ombe wakafa. Alichokuwa nacho chote kikaisha. Akabaki anajikuna. Akaugua. Akawa maskini. Akaugua vidonda. Watu wote wakamkataa. Hakuna mtu aliyetamani kwenda alipo Ayubu. Hata mkewe alisema mtukane Mungu ufe. Uniondoke karibu yangu. Wewe mama hujasema hivyo. Wewe wa mzee ndulige mugabo wabageze kula kitu. Unapoona mume wako amefika bara zako umana turongicho turya. Mkane Mungu tupate chakula. Vyose tuliko tunasira wewe. Hapa tunajaribiwa hapa. Yesu bilabashikia. Wengi wanafuatwa na mambo haya. Nataka nikwambie halina magereza kwa kuma. Kuna majaribu yanayotoka kwa Mungu. Bila imani kupime. Ili Mungu akupime. Habe kwa wihangana. Aone kama ni mfunguo. Magereza kwa taaje. Kama majaribu haya. Ijambo ryo kwihangana to kwihangana kutatake gushikiye. Neno la uvumilivu utavumiliaje bila kujaribiwa? Sukuka ngo nukuzi ugeragezwe. Sio ni kwamba mpaka ujaribiwe. Urosa matatizo. Upate mashida. Yaba y'umubiri. Katika mwili. Yaba cyo mubutunzi. Katika utajiri. Wochwe Imana. Ili uache Mungu. Ngono uko mbabaye. Kwamba kwa sababu umeumia. No kabo Imana ili no kamenya ku Imana ibaho. Kama Mungu angekuwepo ningekuwa kama hivi nilivyo. Ngaba mukene huko. Nikawa maskini hivi. Imana nayitunze. Mungu naye mtajiri. Unataka kuvuga majambo mengi. Ukaanza kusema maneno mengi. Ukatuka Imana na kumtukana Mungu. Ukuri yango kuyisenga yalikuye kukugira neza kuyisenga. Badala ya kuomba ingebidi ufanyiwe vema kwa sababu unamuomba Mungu. Ila kulika. Mungu anakuacha.
unaacha. Ukageragezwa. Unajaribiwa. Satani akakubita ukagomba kuza. Shetani anapiga anavyopenda. Ikabandanyira mu mutima wawe. Anaendelea kuangalia moyo wako. Wabandanya ukomeye. Unapoendelea kusimama. Kije chose ugasenga Imana. Chochote nachokuja na muomba Mungu. Mana urakoze. Mungu asante. Ikikaba mana urakoze. Tatufanya Mungu asante. Ikikakushika kwa mana urakoze. Yanakupa tunasema Mungu asante. Barabara n'abantu kugutimana wakoze. Wengine wanafiwa na watu nasema Mungu asante. Mimi babara shima Imana gusa. Kama mwili unaumia mshukuru Mungu. Kwa sababu yote ulio nayo yametoka kwa Mungu. Matutajiri ulio nayo yametoka kwa Mungu. Unapofika upo kwa sababu ya Mungu. Hata hivyo ulivyo. Sijui ulivyo. Lakini Mungu anajua ulivyo. Ila kuleka. Anakuacha. Aone kwamba utaacha sifiwe. Amen. Ukageragezwa ntuze utukimana kuningira. Unapojaribiwa usiseme Mungu ndiye amenijaribu. Pastor turacha kubipimo twewe. Wachungaji tunapitia kwenye vipimo majaribu. Hizi tutafise mengi tusio nayo. Hata kama tunamtumikia Mungu utayikorera mbele ya kuweleza. Na ukuta asiyemtumikia Mungu yuko vizuri. Lakini mtumishi anakosa hata kwa misuruali kuvaa. Kwa mchungaji anakosa hata chakula. Chochote kile unamkuta ni maskini. Pengine sio yeye aliyesababisha. Kwa sababu Mungu akimpayo anamuasi Mungu lakini Mungu anapofanya hivyo Mungu namtumikia Mungu. Siwezi kumuasi Mungu. Ndivyo mnavyostahili kwa kanisa. Ninyi mmechaguliwa. Mmechaguliwa kutoka katika wengine. Hata kama ni maskini upo. Hata kama unaunga upo. Hata kama una ng'ombe upo. Ni akina nani hawapo? Wambao walikuwa na mengi. Na wengi waliokuwa na uzuri ambao hata leo hii hawasikii. Lakini wewe Mungu amekupenda. Amekupa uvumilivu. Usimame Imana. Uwe mtu wa Mungu. Kisha uwepo. Ndio maana alikuwaza uweze kuwepo. Uvugire Imana. Baadaye umutumikie Mungu. Wewe ni taifa teule. Acha nikwambie. Wana wa Israeli waliotoka Kanani kwa sababu ya njaa. Walipofika Misri, katika mataifa yote Mungu alikuja ndani ya wakimbizi hao kwamba akawachagua akawafanya watoto wa Mungu, wakawa watoto wa Mungu, akawabadilisha ili awatume. Ndio maana Mungu aliweka taifa la Israeli, akawaita wana wake watoto wa Mungu walioteuliwa na Mungu, taifa ambalo lilikuwa ndio Mungu alitaka kufanya kazi. Alitaka tutubu tuwe watakatifu. Na neno la Mungu lasema watu wangu lazima muwe watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mungu aliwachagua wana wa Israeli wawe taifa lake. Maajabu yote yaliyofanyika ulimwenguni Mungu alipotaka kufanya alitumia taifa la Israeli. Watu wanatoka sehemu mbalimbali kwenda kuangalia yanayofanyika katika taifa la Israeli. Mambo magumu alitumia taifa la Israeli. Watu walipovuka Jordan alitumia wana wa Israeli. Mungu akatoa nyama ndani ya Waisraeli. Mungu akatoa maji ndani ya Waisraeli. Walikuwa ni wakimbizi. Ndio Mungu aliyowatumia. Alituweka sisi kama wakimbizi ili tuwe watoto wa Mungu. Atulee, atutakase, kisha tuende katika mataifa. Neno la Mungu lisambae katika mataifa yote. Lisambazwe na watoto wa
Israeli. Niko bimeze. Ndivyo ilivyo. None aho ugeze uyu munsi. Hapa ulipo kwa leo. Nani nakwizigira yuko mu Israeli koko? Mungu anakutumainia kwamba wewe ni Israeli. Imana yadushizeho ngo tuyikorere. Mungu ametuweka ili tumtumikie. Kugira ngo ibitangaza bikorekere mu Israeli. Ili maajabu yafanyike ndani ya Waisraeli. Endelea kusenga Imana. Endelea kumwomba Mungu. Usende badayimoni mu izina rya Yesu. Ukemee pepo kwa jina la Yesu. Hambaye bikorekere mu bwoko bwacu. Mambo mazito ya ajabu yafanyike ndani ya ukoo wetu. Twitwa abana b'Imana. Kwa sababu tunaitwa watoto wa Mungu. Namba Mungu amugena kwa tuna Israeli. Nasikia mnasema sisi ni wana wa Israeli. Kwamba ni wana wa Israeli. Ni kuru Israeli. Ni kweli wewe ni mtoto. Kera kwa abanyamahanga. Zamani tulikuwa wa mataifa. Mugabo, lakini Imana yatugize abana bayo. Mungu alitufanya watoto wake. Yesu Kristo apfiria kwa msalaba. Yesu Kristo alipokufa msalabani. Tukaoga mu maraso ya Kristo. Tukaoga ndani ya damu ya Yesu Kristo. Tukatubu dhambi zetu. Tuchikwa abanyamahanga tena. Hatuitwi watu wa mataifa tena. Wana wa Israeli. Sasa ni watoto wa Israeli. Ni watoto wa Mungu. Maana Yesu alitukutanisha na Mungu. Yesu alikuwa ni mpatanishi kati yetu na Mungu. Zamani hatukumjua Mungu na hatukuwa kitu, lakini sasa tunatoa watoto wa Mungu. Tunasema neno la Mungu, tunaenda ya Mungu bila uoga, bila kukimbizwa, kwa sababu tunayemtumikia ni mtakatifu. Haleluya, haleluya, amen. Tuna watoto wa Mungu, tunayemtumikia ni Mungu. Mungu hafanyi dhambi. Hata sisi inatubidi tusifanye dhambi yoyote ili Mungu atutumie anachotaka. Acha niwaambie nilivyowaambia kwamba Mungu anatoza faini. Kuna watu waliokuwa wanaenda kwa Ayubu siku zote. Wakati alipopatwa na shida, alipoingia majaribuni, wakaenda kumwambia Ayubu, unajua zamani ulivyokuwa mzuri, hapo huwezi kumwacha Mungu. Haya yote yamekupata kwa sababu umetenda dhambi. Ayubu akasema, jamani, mimi sijafanya dhambi. Kwa nini uko hivi? Wengine mbona hawako hivi? Wakamdhihaki. Wakamdhihaki. Na mke wake akaingia. Kwa sababu ameona utajiri umeondoka. Hawakujua kwamba majaribu yanayompata Ayubu Mungu anayafahamu. Nataka nikwambie, hata kama uko majaribuni, Mungu anakuona na Mungu anakujua. Hata kuacha. Jicho la Mungu liko kwako wewe. Haikusimama hapo. Imana rero Mungu ibwira kibarira Elifazi w'iTemani. Mungu akamwambia Elifazi wa Temani, Elifazi, ubarake bwanje burakuze ibintu, kwamba hasira yangu imewaka juu yako. Wewe Elifazi. Nundi mugabo yitwa Biludadi w'ishuri. Hata mwanamume mwingine alikuwa anaitwa Biludadi wa shuri. Nundi alikuwa Zefari w'Inayama. Na mwingine alikuwa anaitwa Zefari wa Niyama. Nayama. Mwebwe uko muri batatu. Ninyi mlivyo watatu. Au muremesheje Yobu. Badala ya kumfariji Ayubu, mwagiwe muramutwenga. Mlienda kwake mkamcheka. Nuko none. Sindivyo hivyo. Mwagiye muramutwenga. Mlienda kwake mkamcheka. Muramushinyagurira. Mkamcheka, mkamdhihaki. Alikuwa anageragezwa na Jehova. Alipokuwa anajaribiwa na mimi Mungu. Kama Yobu yagumye kuri jewe. Lakini Yobu hakuniasi. Kwa mwakoze hivyo. Kwa sababu mlitenda hayo. Kwa mwakoze hivyo. Kwa sababu mlifanya hayo. Abachamani. Nitawatoza faini. Abachamani. Nitawatoza faini. Ukimanira charamande baba. Mungu anatoza faini kweli. Ukimanira chamande. Mungu anatoza faini. Tuzi yuko tuzahamwa ku munsi w'iherezo. Unajua kwamba tutaadhibiwa siku za mwisho. Lakini Mungu anaweza kukutoza faini ukiwa bado hai. Amande hiki. Faini ya nini? Uko mwanangu. Kwa sababu mmemtukana Mungu. Kwa sababu mmemtukana mtumishi wa Mungu. Kwa mwanangu Ayubu.
kwa sababu umetukana Ayubu ukamushinyagurira na kumdhihaki, na bali ku masezerano yanje, naye alikuwa kwenye ahadi yangu. Biludadi ng'ombe 7 n'intama indwi na kondoo 7. Bikura tu unasikia hayo? Imani na chamani leo Mungu anatoza faini. Elifazi ng'ombe 7 n'imfizi z'intama na kondoo wa kiume 7. Zefari ng'ombe 7 n'imfizi z'intama na kondoo wa kiume 7. Wakaanza kutetemeka. Kumbe Mungu anatoza faini. Mungu anachosema lazima ukitende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elifazi Biludadi bachi yabaza mu bibazo, waliingia katika shida, batangura kugira ubwoba, wakapatwa na woga, ichuya kirabira, jasho likawatoka. Muri ico gihe inka zari zigoye kuronka. Pengine wakati huo ng'ombe ilikuwa ni shida kwa kupatikana. Ng'ombe 7 na kondoo wese, kila mmoja atange atowe. Batangura kugira uhoraho, wakaanza kumwomba Mungu. Sasa hizo ng'ombe 7 na kondoo 7 tutamka nani? Wako na tetemeka. Elifaza kauliza hivyo. Biludada kauliza hivyo. Na Nayama anaye kauliza hivyo. Tutampa nani? Sikiliza swali hilo. Na wanaweza kufikiria hizo ng'ombe ni mpe nani? Wengine wanasema hiyo sadaka hizo 10 tumpe nani? Mungu alisema Elifazi mpe yule uliyemtukana, wala kunumwe watu. Mpelekee yule uliyemtukana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bala bikoze ni babikoze. Walifanya hivyo hawakufanya. Walipeleka kwa Ayubu. Wakamwambia Mungu ametuamuru tukupe wewe. Imana ndikuletse. Mungu hajakuacha. Atakusumbusha. Atakuwakenye vyose Imana izogusubiza mu moko. Yale yote uliyoyakosa Mungu atakupa. Nagomba ndababwire bene data. Nataka niwaambie ndugu zangu. Mwishengero hari abantu bavuga menshi. Kanisani kuna watu wanasema mambo mengi. Mukanwa kabo hapa kishi. Ndani ya midomo yao yanatoka mengi. Nuke kutukua wewe wese. Usimtukane yeyote yule. Yakakubeshe wewe wese. Acha kumsemea uongo mtu yeyote. Amajambo nawe make. Maneno yako yawe mafupi. Abakozi b'Imana murabatuka. Watumishi wa Mungu mnawatukana. Abasenzi murabatuka. Waombaji mnawatukana. Tena murabatuka. Wajumbe wa makanisa mnawatukana. Kama wanafanya kazi ambayo Mungu hajawaruhusu, leka kuwatuka, acha kuwatukana. Imana ndiyo kuchia amande. Mungu asikutoze faini. Na ya majambo Imana. Ni haya maneno ya Mungu. Mungu hesa kile mwizina jaisu. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen. Tunarangije. Tunamaliza. Imbere yo kurangiza. Mbele ya kumaliza, ufisi bikorwa byinshi ni mutahanayo. Tuna kazi nyingi, chukueni hayo. Nimba takintu watoye. Kama hukupokea hukuchukua lolote, ukuretse uko tunakuacha hivyo. Nakuze mu ijambo ry'Imana ryatanguye. Na kuacha nasema neno la Mungu lilioanza. Hali abantu bamaze gutaka zingabire. Kuna watu waliokwisha poteza kalama. Kubikorwa bakora batakibikora. Katika kazi waliokuwa wanafanya hawazifanyi. Abantu batikurikiza ijambo abakozi b'Imana bavuga. Hawafuatishi yale watumishi wa Mungu wanayosema. Abo nibo ngo baza hao ndio ninayo watafuta waje hapa. Tuwahumanure ili tuwatakase. Maana wamepoteza kalama. Uko wakora siku bikora. Ulivyokuwa unafanya sivyo ulivyo. Uko wasenga siku gisenga. Ulivyokuwa unaomba sivyo unavyoomba. Wino wakire ingabire yakuye kuri basho mutabatu ndina. Njoo upokee kalama iliyotoka kwa baba zako waliotuma na Mungu. Kuko Elisa. Kwa sababu Elisa yagumye mana Elia. Alikuwa karibu na Elia. Ingabire Elia yarazimusigaranye kubera yakumakoma imhande y'Imana y'abakozi b'Imana. Kalama Elia alizokuwa nazo alimwachia Elisa kwa sababu wewe umepoteza mengi kwa sababu uko karibu na watumishi. Umepoteza mengi kwa sababu uko karibu na watumishi. Leo mpate yale mliopoteza, mrudi kwa Mungu. Hata kama ni mtumishi wa Mungu au kanisa, kalamu ulizokuwa nazo umepoteza.
kingabire barufise kuva kare. Mungu anataka kurudishia karama Unataka kuikorera mu buryo butunganye. ili uweze kumtumikia kwa haki, Unataka gukora neza. ili uweze Kugira ngo kumtumikia iguheza kile mu bikorwa vyawe ukora. maana katika kazi yako unayofanya. Bingana ba mudandaza uhomba. Angalia ulikuwa unafanya biashara yako, Bakugirira ku kazi warose. angalia kazi uliyoipata. Hari ibitagenda neza bamugenda uridonga. Kazi haiendi vizuri na Utakudoga kwa vibana kwa kugira chupia kwa sababu ni kuwasogelea watumishi wa Mungu na kuambia unachofanya. navuze nitwarangije. Nimesema nimemaliza. Tugiye gusenga Imana. Tunakwenda kuomba Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muri ibyo byose ute gukomoza. Katika hayo yote unayokuja kuchukua mbele ya Mungu, Gukorera ikintu kimwe. nataka nifanyie kitu kimoja, Kandi nikigoye cyane kandi kigoye. na wala sio zito, lakini ni zito. Uremera kwitunganya no kwiyeza. Unakubali kujitakasa? Kandi kukokorera. Nyosha mkono juu. Nani kumeza kibiri. Mungu akubariki. Ikubere kukutemeye. Iwe kama ulivyokubali. Hani murindiri chimani gukore. Na usubiri yale Mungu atakayokufanyia. Imana yongere kuzeko. Ili Mungu akuane. Ongera uririmbire. Umuimbie. Ongera uyikorere. Umutumikie. Uzora bagahinda kazi mbere yawe. Uangalie ni vitu gani vya utajiri vitakuja mbele yako. Kwamba watashangaa kwamba fulani alikuwa hivi sasa yuko hivi. Alikuwa hazai sasa amepata mtoto. Alikuwa hana kitu sasa ni tajiri. Yote yapatikana kwa Yesu. Haleluya. Amen. Kirasegima. Na kwenda kuomba Mungu. Natanguli kukirira imbabazi. Na Mungu akusamehe kwanza. Ndasenga kupima kisha yao. Kisha nitakwenda kuomba kwa ajili ya baraka. Na mbele za Mungu. Reka dusenge. Acha tuombe Mungu. Mana yo mwijuru. Haleluya. Nakweretse aba bantu bafukamye hano. Bumvise ijwi ryawe kubyo batangaje. Ingabire zabo zaragiye kubera batagumye hafi yawe Mwami, kugira ngo bigishwe bongere bagabire. Bamaze kuba hafi kure yawe nabo bacibura abahinja. Ndasabye wongere ugaruke kuri bo Mwami, mu izina rya Kristo Yesu. Ubaha amahoro, biyumve yuko bari kumwe nawe, bagukorere badatinya kandi ntibibagire. Urakoze kubagabiye, urakoze ko ubahariye ibyaha byabo byose. Uwo wese yakoze ikinyuranye n'icyo ugomba umuhanire ukamuharuriye. Urabona bafukamye hano ntibavuze ikirigi na kiriya. Kwa jumla tunawaombea katika jina la Yesu Kristo, chochote walichokifanya kinyume na mapenzi yako Mungu, naomba wasamehe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu wasamehe ndani ya jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Nagomba nsabe. Nagomba nitaka nikuombe Ingabire juu ya karama. Abagusa. Ni hawa tu. Na undi umba gomba yuko alishasaba Imana. Hakuna mwingine anayesikia ana kitu cha kumwomba Mungu. Mwibanga. Katika siri. Kugira ngo Imana ikugirire neza. Ili Mungu akufanyie vema. Naona ni babiri. Naona wapo. Mbele ni bose. Ni kama wote. Reka tubasabire tumwasaba Imana kugira. Acha tuombe Nubona ivyo natwe nk'abaherezi tubusafishe kubibakorere mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Asanteni. Turinde mu ishengero ry'Imana. Nendeni mtakaye. Nitwamara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoma imbuto, tuzozijyana ibibazo kirimo, kuko tuzoba barazikore. Nitwamara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoma imbuto, tuzozijyana ibibazo kirimo, kuko tuzoba barazikore. Nitwamara kwambuka Yorodani, tuzicara dusoma imbuto, tuzozijyana ibibazo kirimo, kuko tuzoba barazikore. Nitwamara
ndasengeye nabo bariko barakorera muri iki kibanza turimo mu izina rya Yesu Kristo baze kumva ijambo ryawe urakoze kubahindura no kubatunganya ibisigaye ndabasabiye imbabazi ndabasabiye kongerwa inkomezi ziva mu ijuru amaraso ya Kristo nabe kuri iri shengero hanyuma bakoresha ukugomba Mana ubagirire neza ntihagire uguhamagara umwitabe kuko bariko barakora ivyo ugomba urakoze gutanza inkomezi kumwe babubasha buvuye mu ijuru igihe abigishwa bari mu Yerusalemu ubavugisha indimi nyinshi niko dusabye wongerwe muri iri shengero ububasha buvuye mu ijuru maze bagukorera ibikorwa byo hirya no hino umve ko bambaye wewe urakoze ko bahezagiye wakumbashe nagumbahuke wakize intege niyongerwe inkomezi urakoze tubisenze mu izina ya Kristo Yesu amen amen Richard amen Bwana asifiwe sana.